Ngumza kwa sababu gani? Unajua kwa nini? Hii ni kadi ya mzee Keki au Keki Yanga. Mwisho wa matumizi tarehe 12/2025. Kwa hiyo ime-expire. Naomba huyu jamaa awe na heshima bwana. Mimi sio shabiki, mimi ni mwanachama. Mzee Martin alisema kwamba Waarabu wanaenda kufanyaje? Kufungwa kule. Sio maana nikumbuka walikuwa wanahitaji matokeo ya ushindi ama sare. Naomba huyu jamaa awe na heshima bwana. Mimi sio shabiki, mimi ni mwanachama. Kadi nimesahau. Kadi nitaitoa. Kadi ngoja mtoe bwana. Wewe mbona unataka kuzimbwana? Mimi natembea na kadi, mimi ni mwanachama. Sio kelele. Kadi ya Yanga Africans. Usije ukachungulia kwenye watu tukaona hela zangu sasa. Wewe tulia. Na mzigo wako. Jamani, hapa mzee electronic card. Ya mwaka gani? Kadi ya mwaka huu. Paka picha sikiliza, hata picha haipo. Usajili angalia usajili. Wewe kadi yangu hiyo alafu inalipiwa na ada hapo. Yanga African Sport Club. Soma jina. Mwisho wa mwanachama. Mwisho wa nomino ya pekee. Mwisho wa matumizi. Soma nomino ya pekee hapo. Jina pake. Hebu. Jamani, hii ni kadi ya soma hiyo kitu hiyo. Hii ni kadi ya mzee Keki au Keki Yanga. Mwisho wa matumizi tarehe 12/2025. Kwa hiyo ime-expire mwezi wa 12. Naenda kurenew. Lakini mimi si ni mwanachama. Mimi na registration hapo bwana. Kwa hiyo hapo unaenda kurenew. Naenda kurenew tena leo hii. Sasa kama wewe unabishi mimi si mwanachama, mwambie wewe mwanachama wa Simba atoe kadi yake hata iliyo expire. Kama ana afya yake, ana kitu. Tuhamie upande wa pili. Ana hata kadi huyo. Tuhamie upande wa pili. Hebu subiri bwana. Ni kadi yangu ionekane wana live kwamba Yanga Africans. Bwana, hiyo ni kadi ya mzee Keki ambayo pia imepitwa na wakati. Haina shida hata ikipitwa na wakati, lakini si mwanachama. Imepitwa na wakati tarehe 15 mwezi wa jana. Manake mwezi huu tarehe 15 napaswa ni mpya. Changamoto. Twende kazi. Niko vizuri, nimejipanga. Steve, na nyinyi nao kule Angola, kwa maana Petro de Agosto ya kule Angola mmetoa suluhu kwa maana chuma 1-1. Hii inatoa taswira gani kwa baada ya kurejea hapa nchini? Kwanza kwa maana kwenye michezo ya ligi kuu. Kwenye michezo ya ligi kuu ni kwamba tunaona sasa angalau kuna ule mwanga wa timu unaanza kupatikana. Kama nakumbuka hata siku ile nilisema kwamba Simba tuipatie tu kwenye raundi ya pili ikianza ya msimu. Ndio tutaona kwamba Simba ndio hii hapa, kwa sababu usajili uliofanyika ni msajili, yani usajili mzuri ambao nani Simba waweza kufanya. Kwa usajili wa timu hii si wa 20% au na 10% usajili wa timu hii wa Simba. 20% maana yake nini? Mwambieni huyu anafanya yote. Leo nambana kwa sababu sikiliza. Tuendelee. Usajili wa 10%. Ndio maana mimi nasemaje kwa muundo ambao walicheza Simba kule Angola zidi ya Petro de Rwanda kwamba walicheza vizuri. Kwanza ukiangalia timu ilikuwa ina yani morali tayari imeshatoka kwamba hata kama wakishinda hawezi wakafanyaje wakafuzu hatua inayofuata. Unaona? Lakini all in all kwamba tunashukuru kwamba tulipata hiyo alama moja tena ugenini, na pia tumepata alama moja tukiwa pungufu. Hapo kwenye upungufu. Tunajua siku zote timu huwa ikipigwa kadi nyekundu kwa maana wachezaji wenyewe wanajihamasisha. Unafikiri kila ndo kimefanya nyie muibuke na alama moja baada ya kupigwa kadi? Ndio, kwa sababu ukisikiliza hata ile interview ambayo alifanywa Clatous Chota Chama kwamba alisema baada ya kupigwa kadi nyekundu Shomari Kapombe, wachezaji wao wenyewe walianza kuhamasishana. Kwa hiyo wakatengeneza spirit nyingine ya kujitahidi kupambana, ndio paka lile goli wakaweza kufanyaje? Wakaweza kulisawazisha. Mmebaki tu kukamilisha ratiba, mnarudi ligi kuu, mmejipangaje? Sijajua mpaka sasa hivi plani za kocha au plani za viongozi pamoja na wachezaji kwa ujumla. Nyie mashabiki imeonekana nyie ndo kama mnaigawa timu, kwa maana kuna ambao wanamkataa Mangungo, kuna ambao wanamkataa Mo. Mara wakimaliza wanakuja kuomba msamaha. Nini changamoto? Hamjui mchao wenu au nini? Hapo unajua tunasema kwamba ni kulingana na mtazamo wa kila mtu. Means kwamba kuna baadhi ya mashabiki wana support upande wa mwekezaji, lakini kuna wengine wana support upande wa nini wa wanachama. Lakini mimi naona kwamba sehemu zote hamwezi mkakaa mkazungumza lugha moja, lazima tuwe na mtafaruko. Lakini nini tatizo? Wewe unafikiri nini tatizo? Mo au Mangungo? Maana mashabiki mmekuwa leo mnamkataa Mangungo, kesho mnamkataa Mo. Shida ni kitu kimoja, wa viongozi wetu hawatoi updates za kuhusiana na klabu. Matatizo ya klabu wanayafumbia wao wenyewe. Sio maana yake.
badala ya Mangungu atoke hadharani aseme kwamba jamani, changamoto ya Simba ni 1 2 3, wao wanakaa nazo wanazimaliza ndani ya bodi. Hawana msimamo hawa. Hawa mashabiki wa Simba hawana msimamo hawa. Wanarukaruka kama marage ya Mbeya maji mara moja. Mara wanaanza kuitisha press conference wakati sio wasemaji wa timu. Hatumtaki, tunampa masaa 72 Mo. Alafu kesho yake wanaanza tunaomba msamaha sio nini. Wewe huwezi kumkataa tajiri wewe. Mnatafuta matatizo yasiyokuwa na sababu. Mo akitoka, sikiza mtangazaji, nikwambie tunatemeza bakuli kama sisi nyewe. Sikiza nikwambie kitu kimoja, sawa? Anaposema kwamba balitinikia kwamba sijui Mo akitoka kwenye Simba kwamba tutatembeza bakuri, hapana. Simba tayari ile ni brand kubwa. Brand kubwa gani? Wawekezaji wengi wanatamani waje wawekeze klabu ya Simba. Sio maana yake. Ndio nakwambiaje? Timu yao imefanya vibaya. Kwanza cha kwanza sasa nikwambia utamu. Sikiza nikwambie kwanza cha kwanza. Sikiliza. Timu wewe ninyi atulia mzee, nakamilisha ratiba ili mrudi NBC. Mimi kaniuliza swali hivi. Uliza sasa. Mimi kaniuliza swali hivi. Unafanyaje? Mzee Keke, tunaendelea sisi ili tufuzu robo finali. Sikiza nikwambie. Kwanza cha kwanza, sikiliza kwanza cha kwanza ni kitu kimoja kwamba Dar es Salaam Young Africans hawana safu nzuri ya ushambuliaji. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, wana timu mbovu. Kwa sababu nani anasema hivyo? Wana pointi 5, wana magoli mangapi ndani ambao wamefunga? Ni mawili pekee. Lakini Simba ina pointi 2, ina magoli 4. Yupi mwenye safu nzuri ya ushambuliaji? Wewe mtangazaji kwako. Ana magoli. Wale Yanga wana safu mbovu ya ushambuliaji. Akina Alan Okello hamna watu mle. Akina Pacome sasa hivi sijui talento zimeongezeka. Akina Boka sasa hivi hata wenyewe na wameanza. Mimi naona kwamba huyu kocha sidhani kama hata anapasaka atafikisha. Huko hapa. Iko hivi. Kwa tatizo gani? Sidhani kama na sasa hivi kama nimsikia Keke Yanga alisema kocha angalia namna nyingine. Ukisema kwa mwana namna nyingine, plani nyingine wapi? Hatufikirie huyu Pasaka. Siku ile alifeli. Mimi si kwamba tuseme kwamba kuingia na wachezaji wengi ambao walikuwa na demanded defensive mindset, ni kwamba ile moja hapo ya uoga. Sio uoga. Sikiliza. Wewe acha mambo yako bwana. Mimi nataka nikwambie hivi, mifano ya bwana mdogo ni mifano mfu, kwa sababu anasema eti safu yao imefunga magoli 4. Haya, wapinzani gani? Wamefunga magoli 4 alafu wana pointi ngapi? Sasa goli 4 kwa pointi 2, kuna ratio hiyo. Wewe tulia, sisi wenye timu nzuri Tanzania tuongee bwana. Mimi nakwambia hivi, siku nyingine usinikutanishe wenye quality timu. Siku nyingine usinikutanisha na mashabiki wenye timu inayofungwa kila siku. Timu ina feri, timu haifanyi vizuri. Sasa kila siku viongozi wetu, viongozi wamekwaje? Mangungu ana shida gani? Mimi nakwambia hivi, ninyi mashabiki wa Simba mjitizame, kwa sababu mna matatizo. Matatizo gani? Ukiona huenda wewe, sikiliza, huenda wewe yale matatizo yetu unayajua. Huenda wewe na Keke Yanga matatizo yetu unafanya. Mchawi. Wanajichapa wao wenyewe. Sio kwamba sisi wenyewe ambao sisi % ndio mchawi wao. Mzee Martin, umemaliza nizungumze? Nimemaliza nini? Mtangazaji sikiliza. Tumalizie. Ni kwamba kwa tukiachana na sehemu za ushabiki, tukiongea tukizungumza mpira, ni kwamba Simba inaenda kwenda kuwa Simba ile ya kina Reece Nixon, wengi tunaitarajia kwamba irudi. Kinachoifanya iwe hivyo ili atoe maelezo ni kwamba ndio maana huyu mzee Martin hanaga pointi. Leo nilikuwa nimemwambia kwamba leo hawezi akatoka, lakini kwa sababu yeye ana makelele mengi ndio maana ananikabia juu. Ndio maana mimi nasemaje? Anakabia juu. Kadi yake yenyewe imeexpire mwaka jana 2025. Sio mwanachama hai tena. Anaonyesha mpaka ambaye haija expire. Kama hujafunga kipindi. Sisi ambacho tuna doubt ni kwamba hata mzee Mangungu tunamlaumu kwa sababu ni kitu kimoja. Hana ile ule muendelezo wa kusajili wanachama wapya, ndio maana mpaka sisi hatujapata kadi za nini. Nimekuuliza swali, changamoto yenu ni nini? Umejua changamoto ni nini? Ni katiba, ni Mangungu. Nilikuwa na mashabiki wa Simba na Yanga tukiachana tayari tatizo ya medili ndio tatizo. Kwa hiyo mnamlaumu Mangungu, ndio kufuatia katika mtandao kama celebrity Instagram, kwa sababu mnahitaji damu changa kwenye mpira sasa hivi ndio inahitajika. Unaona kama nani alisema anahitaji kubadilisha katiba, waambie waje mtaalamu wa kutengeneza katiba niko hapa. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mtangazaji sikiliza kitu kimoja. Sawa. Kitu ambacho mimi nataka niwaambie ambayo ni rafiki ili mitigate. Mpate mitigation. Subiri nikwambie kitu kimoja. Subiri na mtangazaji nikwambie kitu kimoja. Hawa wa jamaa hawawezi kumfunga Al Ahly. Na hii imechukua muda mrefu sana. Yaani na ubora wao ndio maana sikize kwambie. Nini changamoto? Wewe umemfunga nani?
Kwenye mashindano yao umemfunga nani? Umemfunga nani? Mtazamaji wa Celebrity TV, mimi ni Mr. Kijio, wengi wanapenda kuniita hivyo.